miaka mitatu nipo kwenye ndoa, sijapata mtoto. Damu ya Yesu safisha tumbo langu. Damu ya Yesu safisha mwili wangu. Nilikuwa siingii period kwa muda wa mwaka mmoja. Safisha. Safisha. Endelea. Kwa damu ya Yesu. Lakini kabla sijamleta hapa nikaongea na daktari akasema kwamba labda huyu mtoto huenda na matundu kwenye moyo. Kitu cha kwanza ambacho nimeingia kwenye kanisa la Uamsho ambacho Mungu alinitendea kwa muda ule ambao nimeingia, mke wangu tulirudiana. Mtazamaji, karibu katika kipindi cha ushuhuda kinachokujia kupitia chaneli hii ya UABC Mwanza. Popote ulipo, kama hujasubscribe, fanya kugusa maandishi mekundu chini ya video hii ili uweze kusubscribe, lakini pia usisahau kuturn on notification ili kuweza kuruhusu taarifa za chochote ambacho tutakuwa tunakuletea kupitia chaneli hii. Na haya ni matendo makuu ya Mungu ambayo yametendeka katika madhabahu ya Uamsho iliyoko chini ya mtumishi wa Mungu Bishop Elias Benjamin katika kanisa hili la UABC. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Loveness Spirit. Nimesimama hapa mbele yenu kushuhudia matendo makuu ya Mungu aliyonitendea kwenye kanisa hili la Uamsho. Mimi kwanza namshukuru Mungu sana. Nilikuwa na shida ya kupata mtoto. Kwa miaka mitatu nipo kwenye ndoa, sijapata mtoto, lakini kupitia madhabahu hii Mungu amenitendea mambo makubwa sana. Sio kupata mtoto tu. Kwanza nilikuwa siingii period kwa muda wa mwaka mmoja. Sikuingia kwenye siku zangu kabisa. Lakini nilipofika mahali hapa Mungu alinifungua, nikaingia vizuri sana. Kabla sijaanza kuombea mahitaji ya kupata mtoto, Mungu tena alinifungua. Toka 2016 nilikuwa sili vyakula kama nyama, maziwa na viazi, lakini Mungu alinitendea muujiza. Sasa hivi nakula kila aina ya chakula. Pia napenda sana kumshukuru Mungu, alinitendea muujiza nikapata mtoto kwenye madhabahu hii. Niliteseka sana, nilitumia madawa mengi sana hospitalini, madawa ya asili, mitishamba, lakini haikuwezekana. Lakini nilipofika kwenye hii madhabahu Mungu alionekana na nilipata mtoto. Kuna mama hivi alikuwa rafiki yake na dada yangu ndio alituelekeza kwenye hili kanisa. Mimi ni mrokole, nilikuwa nasali huko nyumbani, lakini nilipokuja huku Mwanza nilikuwa sijaanza kusali kabisa. Lakini nilipokuja kwenye hii kanisa tulikuja kama kujaribu tu, lakini hiyo siku ya kwanza hakika tuliona mkono wa Bwana na ndo tukaanza kusali kabisa moja kwa moja. Ilitokea tu, maana hapo mwanzo nakuwa ilikuwa vizuri sana, na nilipotoka nyumbani ilikuwa vizuri. Ile nilipoolewa tu changamoto ikaanza, unapitisha miezi 6. Hapo ilipozidi ndio ikawa mwaka kabisa. Bahati nzuri nilipoingia kwenye hili kanisa nikakutana na baba hapo. Ndio nikamuelezea kuhusu matatizo yangu. Nilikuwa nasumbuliwa sana na tumbo. Ikabidi nimwambie ninaposumbuka. Ndio akaanza kunifanyia huduma, kaomba mpaka Mungu akanifungua. Najisikia amani sana, najisikia furaha sana kwa kweli. Mungu alinitendea muujiza mkubwa sana. Yaani hitaji yangu kubwa ilikuwa nipata mtoto. Nisingepata mtoto bila kufunguliwa kwanza kuingia kwenye siku zangu. Kwa Mungu alinifungulia vitu vitatu wakati mmoja. Nilikuwa sili chakula, nikala nyama hizo, maziwa na vyakula vingine. Lakini pia Mungu kanifungua, nikawa naingia kwenye siku zangu, ndo baadaye tena nikapata mtoto. Mtumishi wa Mungu yuko vizuri sana. Hakika anatumiwa na Mungu kabisa. Hakuna uongo wote, hakuna uongo kifupi hakuna. Ni muujiza wa Mungu tu, tunamwomba Mungu na anatenda muujiza kupitia yeye. Kwa yule ambaye ananitazama na kunisikiliza, namkaribisha sana kwenye hii kanisa, kwenye hii madhabahu. Hakika Mungu yupo na anajibu kwa wakati. Mimi nilikuwa naamini na ndio maana Mungu amenitendea muujiza. Na ukija kwa na imani yako, hakika muujiza utauona na utafanyiwa matibabu yote, kila changamoto utakayokuwa nayo itaisha.